Kongo, damu, dhahabu na machozi. Watu wengi huifahamu Kongo kwa jina, lakini wachache huifahamu kwa undani. Kongo si tu nchi ya Afrika ya Kati, bali ni ardhi ya maajabu, huzuni na mateso. Kongo ni taifa lenye neema zisizopimika. Ardhi yenye dhahabu, almasi, mafuta, coltan, madini muhimu kwa simu za kisasa, shaba na mbao adimu duniani. Lakini neema hii haijawahi kuleta amani kwa watu wake. Badala yake, utajiri wa Kongo umekuwa laana kwa vizazi vingi, chanzo cha vita visivyokwisha, ukatili wa binadamu kwa binadamu na hadithi za kutisha zinazoweza kumvunja moyo yeyote. Utajiri uliojaa machozi. Mwaka 1885, Mfalme Leopold wa nne wa Ubelgiji aligeuza Kongo kuwa mali yake binafsi, si nchi ya wakazi wake, bali mashamba ya kifalme ya kupora utajiri. Kongo haikuwa koloni tu, ilikuwa shamba la mateso. Watu walikatwa mikono kwa kukosa kuleta mpira wa kutosha. Watoto waliteketezwa mbele ya wazazi wao. Maelfu, sio mamilioni waliuawa. Makadirio mengine yanasema zaidi ya watu milioni 10 waliangamia kwa miaka michache tu. Sauti za vilio vilisikika msituni. Walioishi walinyamasishwa na uoga. Mito ilibeba miili ya Waafrika waliokatwa vipande vipande kwa kosa la kuwa na ardhi yenye utajiri. Mapinduzi bila amani. Mwaka 1960, Kongo ilipata uhuru kutoka kwa Wabeljiji. Ilikuwa ni furaha fupi iliyojaa matumaini. Lakini nyuma ya pazia, mataifa makubwa yalikuwa tayari wamechonga ajenda zao. Patrice Lumumba, kijana mwenye ndoto za kulikomboa taifa lake, alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa kwanza. Alikuwa na maono ya kulinda rasilimali za Kongo kwa ajili ya Wakongo. Hilo halikupokelewa vyema na wakoloni wa zamani na mataifa ya magharibi yaliyokuwa yameanza kunufaika na dhahabu ya Kongo. Mwaka 1961, Lumumba alitekwa, akateswa na hatimaye kuuawa kwa usaidizi wa CIA na majeshi ya kigeni. Mwili wake ulichomwa, mifupa yake kusagwa na meno yake kutwaliwa kama kumbukumbu. Ndoto ya Kongo mpya ilizikwa pamoja naye. Vita isiyoisha. Tangu hapo, Kongo haijawahi kupata pumziko. Mapinduzi, mapigano ya waasi, vita vya kikabila, mauaji ya halaiki, yote yamekuwa sehemu ya maisha ya kila siku. Vita vya Kongo ya Mashariki vilivyopamba moto miaka ya 1996 hadi sasa vimeacha zaidi ya watu milioni 6 wakiwa wamefariki, idadi kubwa kuliko vita yoyote Afrika tangu mauaji ya kimbara ya Rwanda. Jeshi la Rwanda lilivuka mpaka kwa madai ya kuwatafuta wahalifu waliotoroka baada ya mauaji ya 1994, lakini pia likachukua fursa ya kupora madini ya Kongo. Makundi ya waasi kama M23, ADF na FDLR yamekuwa yakitawala maeneo ya mashariki mwa Kongo kwa miaka. Wanawake wamebakwa hadharani, watoto kutumiwa kama wanajeshi na vijiji kuchomwa kila siku. Mtoto wa miaka 12 anayeitwa Jean Pierre anaweza kuwa ameuza coltan yenye thamani ya mamilioni kwa dola 2 tu, lakini hajawahi kulala kitandani au kusikia neno amani. Wanakufa kwa simu zetu. Simu unayoitumia sasa, iPhone au Samsung, ina uwezekano mkubwa wa kuwa na madini kutoka Kongo. Coltan, ambayo ni muhimu kutengeneza bateri za simu na kompyuta, hupatikana kwa wingi mashariki mwa Kongo. Madini haya huchimbwa kwa mikono, wanawake waliolazimishwa na wanaume waliopoteza kila kitu kwenye vita. Wakati wengine duniani wanatafuta teknolojia mpya, Kongo inatafuta kaburi la heshima kwa wanaume waliokatwa mapanga kulinda ardhi yao. Utajiri wa Kongo unajengeliwa juu ya mifupa ya watoto wake, mabomu, miili na milio ya risasi. Katika eneo la Ituri, kila siku ni maumivu mapya. Kijiji cha Nyankunde kilivamiwa mwaka 2002, zaidi ya watu 1200 wakauawa kwa siku moja. Wengine walichinjwa kama wanyama.
Hospitali zilibadilika kuwa makaburi. Maisha ya binadamu hayakuwa na thamani. Ilitosha tu kuwa na jina la kabila tofauti. Ukatili wa Kongo unazidi hata ule wa filamu za kutisha. Kuna hadithi za akina mama waliofungwa miguu juu ya miti wakibakwa na kundi la waasi, waume zao wakiwa wamelazimishwa kutazama. Kuna watoto walioshuhudia ndugu zao wakikatwa mapanga na kulazimishwa kushika vipande vya miili hiyo. Wengine waliwahi kusema, kama pepo yuko duniani, basi anapumzika Kongo. Kongo, damu, dhahabu na machozi, sehemu ya pili. Karibu tena kwenye sehemu ya pili ya simulizi hii ya kusikitisha, ya kweli na ya kuumiza kuhusu nchi yenye utajiri wa kutisha, Kongo. Hii ni hadithi ya watu wanaolia kwenye ardhi yenye dhahabu. Mashariki ya Kongo, sehemu ambayo dunia imeisahau. Katika milima ya Kivu na misitu ya Goma, milio ya risasi haijawahi kukoma. Ndani ya kivuli cha miti na mapango, maelfu ya waasi wamejificha, wengine wakijidai ni walinzi wa raia, wengine wakitumwa na mataifa jirani, na wengine wakifanya biashara ya damu kwa niaba ya kampuni kubwa za kimataifa. Wanakijiji wanaamka kila asubuhi na swali moja tu: leo nani atauawa? Ulimwengu wa nje unaweza kuwa unasherehekea maendeleo ya teknolojia, lakini kwa mtoto Aminata mwenye miaka 10 tu, maendeleo ni kufanikiwa kulala usiku mmoja bila kusikia kelele za mabomu. Aminata aliwahi kushuhudia dada yake mkubwa akichukuliwa na waasi. Tangu siku hiyo, mama yao huingia msituni kila asubuhi kumtafuta, lakini msitu umekaa kimya, kana kwamba umemmeza kabisa. Hakuna anayezungumzia tena jina lake. Kama kawaida ya Kongo, waliopotea hukumbukwa kwa machozi, si maneno. Biashara ya damu. Watu wengi hudhani vita vya Kongo ni vya kikabila tu, lakini ukweli ni tofauti kabisa. Vita hivi vinasukumwa na madini: dhahabu, coltan, cobalt, shaba, almasi na zaidi ya hapo. Wakati mwingine, waasi huteka mgodi mmoja na kuuza madini hayo kwa kampuni za Ulaya, Asia na Amerika kwa bei ya juu. Fedha hiyo inawapa uwezo wa kununua silaha, kuajiri wanamgambo na kuendeleza ghasia. Kwa kila simu mpya inayozinduliwa duniani, kuna uwezekano mmoja au zaidi wa watoto Kongo waliokufa au kubakwa ili madini yake yatengenezwe. Hii ndiyo sababu wengine huita mgogoro wa Kongo kuwa vita vya kwanza vya dunia vya simu janja. Wanawake wahanga wakuu. Kwa miaka mingi, wanawake wamekuwa silaha ya vita. Katika sehemu nyingi za mashariki mwa Kongo, kubakwa si tu kitendo cha tamaa, ni mbinu ya kivita. Inalenga kuharibu jamii, kuondoa heshima ya familia na kuacha majeraha yasiyotibika milele. Katika hospitali ya Panzi iliyoko Bukavu, Dr. Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, amewatibu wanawake zaidi ya 60,000 waliobakwa kwa ukatili wa hali ya juu. Baadhi yao huletwa wakiwa wamechanwa vibaya, wakiwa wamefungwa chuma, na wengine wakiwa hawana fahamu kwa sababu ya maumivu na unyama waliotendewa. Kwa nini? Kwa sababu waliishi mahali penye madini. Kwa sababu walikataa kutoa mtoto wao. Kwa sababu walikuwa wa kabila tofauti. Sababu ni nyingi, lakini hakuna hata moja inayohalalisha mateso hayo. Jeshi la watoto. Katika sehemu nyingine za dunia, watoto hukua wakiwa na ndoto za kuwa madaktari au walimu. Lakini katika Kongo, watoto hupewa silaha kabla ya kalamu. Mtoto wa miaka 9 anaweza kuwa tayari amemuua mtu. Mtoto wa miaka 12 anaitwa Kisito anasema alilazimishwa kuingia jeshini baada ya kushuhudia baba yake akikatwa kichwa. Akiwa na miaka 10 alikuwa tayari anatumwa kuchoma vijiji na kupiga watu risasi. Watoto hawa hukosa nafasi ya kuwa watoto wanapokuwa hawana kumbukumbu ya michezo, bali ya kuua, kukimbia na kulia. Ukosefu wa sauti ya kimataifa. Wakati Ukraine ilipovamiwa, dunia ililia. Mataifa makubwa yalijitokeza. Milioni zilichangwa. Viongozi walizunguka kwa vyombo vya habari wakihimiza amani. Lakini kwa Kongo, dunia inanyamaza.
Labda kwa sababu mateso haya yamekuwa kawaida, labda kwa sababu wahanga ni weusi, au labda kwa sababu wanufaika wakuu wa vita vya Kongo ni wale wale wanaopiga kelele kwa ajili ya amani duniani. Kamata Kongo, kwa sababu kila tone la damu linamaanisha faida kwenye soko la hisa. Kongamano la machozi. Kongo imekuwa jukwaa la ukatili wa dunia. Ndoto za kizazi kizima zimezikwa chini ya migodi ya dhahabu. Wanawake wamevunjwa heshima yao. Watoto wamekosa utoto na wanaume wamebeba vilio vya familia zao. Lakini bado watu wa Kongo wanasimama. Wanapigana kuishi, wanapigana kusimulia simulizi zao. Na sauti yao, japo imezama kwenye vilio, bado ipo. Yani po. Kongo inaendelea sehemu ya 3. Usikose sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kuumiza moyo. Channel yako ya YouTube Daily na Mimi inaendelea kukuletea hadithi halisi. Kongo, damu, dhahabu na machozi, sehemu ya 3. Karibu tena kwenye simulizi ya huzuni ya taifa lenye kila kitu ila amani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo tunaangazia watu waliopotea, sauti zilizonyamashishwa na ukweli ambao mataifa makubwa huogopa kuusikia. Miili iliyotupwa mtoni. Katika kijiji cha Kasika mnamo Agosti 24, 1998, watu zaidi ya 1000 waliuawa ndani ya saa chache. Watu waliokuwa kwenye misa waliuawa mbele ya madhabahu. Wanawake walibakwa juu ya mawe na baadaye kuchinjwa kama wanyama. Wengine walichomwa moto ndani ya nyumba zao. Walionusurika waliamriwa kuokota miili ya wapendwa wao na kuitumbukiza mtoni. Hakuna kamera za televisheni zilizokuwepo, hakuna ripoti maalum ya Umoja wa Mataifa iliyopewa uzito. Dunia iliendelea kama kawaida, lakini Kasika ililia na bado inalilia hadi leo. Katika sehemu nyingi za Kongo, mito imekuwa makaburi yasiyo na alama. Bahari ya damu imefunikwa na kimya kizito. Maiti zimejaa kando ya utajiri. Inashangaza kwamba sehemu ambazo zinatiririsha dhahabu na almasi ndizo ambazo wakazi wake hawana hata mlo mmoja wa uhakika kwa siku. Eneo la Ituri lina mgodi mkubwa wa dhahabu wa Makala, lakini karibu na hapo kuna kijiji cha watu waliokonda, waliobakwa, walioporwa kila kitu kwa sababu tu waliishi juu ya ardhi yenye thamani. Unyama huu hauelezeki kwa maneno tu. Kuna mama anayeitwa Malkia aliyechomewa mtoto wake mikononi na waasi, akilazimishwa kula nyama ya mwili wake mwenyewe. Alipookolewa na shirika moja la kimataifa, hakuweza kusema neno moja kwa miaka 2. Alikaa tu akitazama ukuta, macho yakiwa hayana mwanga tena. Na yeye alikuwa anaishi karibu na mgodi unaozalisha maelfu ya kilo za dhahabu kila mwaka. Utajiri wa Kongo, laana au baraka. Kongo ina kila kitu: cobalt kwa bateri za magari ya umeme, coltan kwa simu, shaba kwa nyaya, dhahabu kwa vito na mafuta ardhini. Lakini swali linaibuka, kwa nini watu wake ni maskini? Jibu ni moja: kuporwa. Kampuni nyingi kubwa duniani kutoka China, Ulaya na hata Marekani zina mikataba ya kifisadi na viongozi wa Kongo. Madini hupakizwa usiku kwa lori kuelekea mipakani. Nchini Rwanda, Uganda na hata Zambia, madini haya hupigwa chapa mpya kana kwamba yalichimbwa huko, kisha huuza kwa mataifa ya magharibi. Kwa miaka mingi, Kongo imeporwa na wageni kwa msaada wa wasaliti wachache. Kama Kongo ingekuwa nchi ya haki yenye utawala wa sheria, watu wake wangekuwa miongoni mwa matajiri zaidi Afrika. Lakini hadi leo, mtoto wa Kongo anatembea peku kwenye ardhi yenye trilioni za mali. Ndoto ya kizazi kipya. Licha ya mateso haya yote, kizazi kipya cha vijana wa Kongo hakijakata tamaa. Kuna wanaharakati kama Fred Bauma na Gloria Senga ambao wamesimama kidete kupinga unyonyaji na ukatili. Wamefungwa, kupigwa na hata kutishiwa kuuawa, lakini hawajanyamaza. Pia kuna wanawake mashujaa kama Julienne Lusenge ambaye amekuwa mstari wa mbele kupigania haki za waathiriwa wa ubakaji. Wengine wameanzisha shule katika maeneo yaliyoathiriwa na vita, wanafundisha watoto waliopoteza wazazi wao, wakijua kuwa elimu ndio silaha pekee itakayolinda Kongo ya kesho.
Kuna kijana anayeitwa Emery ambaye alitengeneza umeme kwa kutumia maji ya mto katika kijiji chake cha Walikale. Alifanya hivyo bila msaada wowote kutoka serikalini. Leo kijiji kizima kina mwanga kwa mara ya kwanza baada ya miongo mingi. Mwanga katika giza. Kongo ni mfano wa kile ambacho dunia inaweza kuwa ikiwa tutachagua binadamu kabla ya faida. Ikiwa tutaamua kwamba kila mtoto ana haki ya kuishi bila woga, kila mwanamke ana haki ya kuheshimiwa na kila mwanadamu ana haki ya kulindwa, basi tutaona tofauti. Lakini hadi hapo, watu wa Kongo wataendelea kulia kimya kimya. Dashaku, sehemu ya 4 inakuja. Je, tutaona mwisho wa mateso haya? Je, dunia itasikia kilio cha Kongo? Usikose sehemu inayofuata ya hadithi hii ya kusisimua na kuumiza. Daily na mimi ndio chaneli yako kwa hadithi za kweli, zenye mguso wa moyoni na zenye kufumbua macho. Ingiza jina lako YouTube, bonyeza play na usisahau subscribe kwa sababu hadithi kama hizi hazipatikani popote. Kongo, damu.